captain, and of course unazungumzia watu wengi sana na unawataja watu ambao wanatikisa. Of course wamekuwa kivalisho watu wakubwa, lakini kwa badilo kusiri Mwanza tumetembelea mwanetu kwa sinema Wangambo brand. Asilimia nyingi mimi wateja wangu nawapata mtandao. Kwa mfano labda kishusha mzigo lazima nipige picha na ni post pia. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu pia nawapata huko. Lakini siwezi kusema sana nategemea kule kwa sababu kuna ambao wengine hawana simu kubwa, kwa unakuta na namba zao tu za nomo ya mzigo kama hivyo na wapigia wanakuja na mali pia. Kwangu mimi kwa sababu nimeshapata pa kuanzia, nadhani itanisaidia sana kwa sababu najua ni jinsi gani ya kuifanya ili ipate kuwa zaidi ya pale ilipo. Kwa hiyo najua kabisa hapa hii hela nikipewa hapa na nimeshapata hapa uzoefu wa kitu fulani, najua nitaifanyaje ili ipate kuzaa iwe zaidi kabisa. Changamoto gani kubwa Ngamo amewahi kuiface kwenye biashara yake ya nguo na akasema hii changamoto sitaisahau tangia nimeanza biashara? Changamoto ambayo nimepita nayo, nakumbuka kipindi hicho naishi Kamanga. Nilikuwa navuka, kuna muda ukiwa umeajiriwa huku kwa mfano labda kwa sababu kule meli inatoka saa 1 asubuhi. Kwa hiyo hapa sasa unabidi uvizie ile saa 1 asubuhi, umelewa ukapanda ile meli. Ukikosa ile pale, kwa unabidi usubiri ile inayoenda irudi. Kwa hiyo hapo unakuta mjini labda umefika saa 3 au saa 4. Kwa hiyo boss sometimes ukimweleza kama vile anasema umepata kisingizio kwa sababu unaishi mbali. Kwa hiyo ni changamoto kwangu mimi, ilikuwa ngumu sana hiyo. Tuambie ushauri wako kwa vijana ambao wanatamani sana kufanya biashara ya ngoma, biashara yoyote, lakini anashindwa aanzie wapi? Kwangu mimi kwa vijana sitaweza kusema kwamba sijui afanye biashara ya nguo naifanya kulingana na uzoefu kama ushawahi kuifanya. Labda kwa mfano labda ushawahi kuajiriwa kwenye duka la nguo, au labda kuna mtu anakupaga nguo, au ushawahi nyuma kabla baadaye ukakosa labda mtaji ukaporomoka. Hapo unaweza kufanya kwa sababu uzoefu huaga upotei. Ndio napenda sana kuwashauri vijana kama hao, usipende kumuona mtu kwa sababu ana duka la nguo ukasema huyu jamaa yuko vizuri, unajua ameanzia wapi, umelewa, kwa sababu ni uzoefu ambao ametoka nao toka zamani. Kama ungepata nafasi ya kuongea na wewe ama Wangambo wa zamani, ungemwambia nini yule Wangambo wa zamani? Wangambo wa zamani na wa sasa kuna tofauti kidogo, kwa sababu Wangambo wa sasa ni yule ambaye kidogo sasa hivi ndo kama wewe sasa hivi umekuja hapo na nioji na kuna baadhi ya watu nilikuwa siwajui, sasa hivi nawajua, na wenyewe walikuwa wanajua, sasa hivi wananijua. Kwa hiyo tofauti upo Wangambo wa zamani na Fred wa zamani, sasa hivi upo kabisa yani. Kitu gani kimekuwa kikikupa nguvu sana hasa mambo yanapokuwa magumu, lakini ukikumbuka kitu fulani unasema basi mwacha niendelee kupushi kwa sababu nilipotoka, ama kitu fulani nakifanya kwa sababu ya kitu fulani, ngoja niendelee kupambana? Kwangu mimi kwa kweli changamoto na sehemu yetu ya familia nilitoka, kwa hiyo nalikuta inanipa sana nguvu ya kufanya kazi.